nisuse. Cheza basi. Sasa nisikilize kwa makini. Tunapoenda kuomba kazi ni pale, geti lile pale unaloliona. Shika, nakupa hii bahasha moja na mimi nitabaki na moja. Pale nasikia bosi yule ukienda anawapaga sana vipaumbele wanawake. Yaani wanaume mara nyingi sana wanakusaga kazi. Na ndio maana nikakuvalisha hivyo ili twende. Shika. Na ukifika kule inabidi ujifunike hiyo sura yako. Sifikiri utakuwa hivyo, wasijua kaona ndevu hizo. Ukanipazisheni saa hizi. Aya. Afu ya miguu hata ishtukia kweli hiyo. Bora nataka tufanye nini? Nikupeleke ukapake rangi. Wewe nikikuchekea utanibadilisha jinsia wewe. Nikapake rangi, acha upumbavu basi. Wewe mbona hueleweki? Mara useme tufike pale siongei. Mimi siongei. Tufanye vitu vyote nionekane kama bubu, sitaki kuongea. Ukifika pale lazima uonyeshe. Tembea kwanza. Tembea. Nitembee nini? Tembea nione unavyotembea. Kama unatembea kinyume nyume. Tembea hivi, utanitembea mbele uone nini? Nani nigeuke uone ili uone nini? Nikitembea hivi haitoshi wewe ukoona. Wewe unataka nini? Yaani nikugeuke wewe una shida ya kazi Kazi sawa naitaka lakini sio hivyo. Sawa, kalili jina lako. Unaitwa Mariam Mohamed. Nani? Naitwa nani? Mariam Mohamed. Badilisha jina bwana. Mariam, wengi kina Mariam vinakuaga vyembamba vinavaa vikuku vyeupe. Najichubua mimi sifa hizo sina bwana, hapana. Sasa hilo Mariam ndo limeandikwa humo kwenye barua ya maombi. Kwa mimi naitwa Mariam Saula. Mariam Mohamed. Wewe cheka hivyo hivyo utakosa kazi. Kwa kila siku nimekuuliza nitakuwa nafanya kazi na zuga hivi. Hapana. Ukishafika pale, wewe mumeo sasa ndo anaitwa Steven Moses. Mimi naitwa Mariam nani? Wewe Mariam Mohamed, mumeo anaitwa Steven Moses ambaye ndo jina lako wewe. Ukishapata kazi. Baba anatakiwa afukuzwe nchini. Yaani anaajiri wanawake watu. Kwa nafungaje sasa? Inabidi ujifunike. Siongei. Usina siongei. Nifunge basi vizuri. Ila ukilazimika kuongea inabidi tu useme jina naitwa tena sauti ya kike. Mariam Mohamed. Unabana sauti. Unaelewa? Naibana. Naibana. Kwani huwezi kubana sauti mara moja tu? Kicha ndio. Mariam Saura badajaji wa Singerina. Ukishapata kazi sasa utasingizia wewe unaumwa ili nafasi yako akushikie mumeo. Ndio utakuja sasa. Ambaye ndio Steve. Ndio utakuja wewe official. Sawa twende. Tangulia wewe. Tangulia ni kuona unavyotembea, unaweza ukatembea kidume hivi. Tembea basi. Yaani kazi ni kutafutie, alafu bado unitese. Shika dela hiyo. Karibuni. Asante. Kwa hiyo nyinyi mmeamua mje kuomba watu wawili kazi? Huyu niko naye. Upo naye kivipi? Yaani ana changamoto kidogo, ana mafua kwa hiyo hawezi kuongea. Sauti imekauka. Ikiwa tu leo anakuja kuomba kazi, sauti yake imekauka, hawezi kujielezea mwenyewe. Je, atawezaje kufanya kazi? Mimi ningeomba mmoja kae nje, mwingine aje ndani. Sasa mjichague. Yupi anakuja kuomba kazi ama mmekuja kubebana tu? Kwa hiyo ndio muamue. Yaani wote tumekuja kuomba kazi. Ila mwenzangu ana matatizo kidogo. Tukitoka hapa tunapitia tu pharmacy na meza dawa na kwa shule. Ana umri gani? Ana miaka 28. Na anaishi wapi? Huyu alikozaliwa ni Katoro. Baba yake mchimbaji madini mkubwa sana pale Katoro. Ila kwa hapa amefikia Mkulanga. Na hata ile harusi ya juzi uliisikia. Baba yake alichangia milioni 50 kwa ajili ya maputo tu ya kupambia harusini. Na hakutaka kutajwa. Yule baba hapendi sifa kabisa. Hapa yenyewe nimekosea kumtaja. Nisamee udugu wangu, simwambie baba yako. Tambuka mimi jamani. Kwa hiyo wapo kwenye ile familia ya kuchimbaji wa madini ule? Si familia yake ina hela. Hasa namna hii atatusumbua hapa ofisini. Manake kama familia yake ni matajiri aje kufanya kazi.
Mimi nahisi angeenda tu, asifanye kazi na sisi. Yaani huyu hapendi vya bure, anapenda kujitafutia, yani anapenda kula kwa jasho. Ndio maana ameamua kuja kufanya kazi. Hapendi kabisa kutumia hela za babake. Pia kama itatokea ukimpa ajira, ana mume wake anaitwa Steven Moses. Ikitokea, japo mimi siombei, ikitokea akapata maradhi labda akawa anaumwa, mumewe atakuja kukaimu nafasi yake. Binti, hili kwangu mimi ni jipya kabisa. Yaani sijawahi kusikia mtu anaenda kuomba kazi. Sawa, halafu mnasema kabisa kama atakubaliwa, baadaye likitokea tatizo eti ndio aje kumaliza mumewe. Haya mambo ya wapi? Yaani maana yake mmeshajiandaa kabisa kwamba mtakuja kupata hata matatizo kwa jinsi inavyoonekana. Nimesemea tu, yani emergency. Kweli kabisa mnanipa mashaka. Anyway, mngenisubiri hapo nje. Alafu nitawapa maelekezo. Habari za size boss. Hapo ofisini tunafuata utaratibu. Na katika foreni niliona ni mwanamke ndio kakaa mbele hapo. Vipi, mbona umetangulia kuingia wewe? Yule ni mke wangu tu boss, hana shida. Ataisubiria tu hata kama nikichelewa. Huyo ni mke wako? Ndio boss. Kwa hiyo mmekuja wote wawili. Anyway, hata kama ni mkeo lakini bado inatakiwa kufuata utaratibu. Manake yeye ndio yuko mbele. Sasa unakuwaje unaanza wewe? Hii ni ofisi. Lazima mzingatie protocol za ofisi. Sawa? Mwambie aje. Ngoja basi niache CV zangu kuja basi na nani hapa mimi. CV za nini? Yaani nataka kumoji mtu mwingine, unaacha CV za mtu mwingine. Sasa majibu yanatoka wapi? Hebu muite wewe mwenzio. Ndio hapa boss. Kwa haina shida hata ukitiruviu sote wawili. Kwa sababu ni mke wangu wa ndoa tu, hamna shida. Wewe uko sawa kweli akilini? Iko kichwa chako kiko sawa? Yaani nimekutuma wewe ndio kamwite peke yake, cha ajabu mmekuja wote wawili. Ni mke wangu kabisa wa ndoa, hana shida. Hata ukimuuliza. Sasa umesikia hapa mmekuja kufanya mambo ya ndoa? Kwa nini nimemwambia tangulie yale utangulia? Mnakuja tena wote wawili. Yaani mara ya kwanza umemdhulumu mwenzako. Haya, mara ya pili tena mnakuja tena wote. Nini? Hebu nenda nje bwana. Jamani. Basi shikamoo. Vipi? Kuna kitu kimekutisha? Hadi unaniamkia kwamba unaniogopa ama unaona mimi ni mtu mzima? Mbona mimi umri wangu na wako unafanana tu? Eti msichana. Usifanye mambo hayo bwana. Hebu leta hizo CV zako. Sina shida ukagua. Sijui ushafanya kazi sehemu gani na sehemu gani, na maanisha una uzoefu gani katika hii kazi? Hapana bosi, sina uzoefu. Mwenye uzoefu ni mume wangu. Sijali. Uzoefu utakupatia hapa hapa. Na huyu ni mume wako ndoa? Ndio bosi. Anyway, sio shida. Kwa hichi ambacho mimi nakiona kutoka kwako, wewe kazi umepata. Hapo la msingi wewe ndio kajiandae tu. Jumatatu uje kuanza kazi. Na kesho sije nitapata, maana kukupa majibu hivi nao umesimama sio nzuri. Mimi nahisi kesho Jumapili tuonane. Nikutafute sehemu iliyotulia kidogo nikupe majibu ukiwa tunapata ta 1 2 3. Si unajua majibu mazuri huwa yanapatikana sehemu nzuri pia. Hebu sikiza nikwambie. Majibu mazuri yako ndio yatakayosababisha wewe upate kazi na hata wewe mwenzio naye pia apate kazi. Sawa, kwa hiyo usidharau hicho ninachokwambia. Sawa bosi. Okay. Kama ikitokea nimekupa kazi katika ofisi yangu, unataka nianze na mshahara wa shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa nini nyinyi mnatoa shilingi ngapi? Mimi nimekuuliza kutokana na hicho ambacho unakiomba. Kwa maana yake unaenda kufanya kazi bila target. Yaani hata uwazi hata makadirio pia huna kichwani. Mimi nitakulipa 100,000 kwa mwezi. Kiukweli bosi hailipi hiyo. Unaona?
ulivyoingia mimi nilikuona tu. Yaani ulishaanza kuonekana kuanzia macho yako, sura yako, mwili wako na hata vitendo ambavyo unanionyesha ni dhahiri kabisa kwamba wewe una tamaa. Wewe una tamaa. Kwa hiyo 100,000 ndogo. Kwa maana kwa nyumbani kwako una kazi unayoifanya ambayo ina mshahara mkubwa kuliko hiyo 100,000, si ndio? Hapana. Kumbe Sina kazi. kwa hiyo nikulipe milioni 10. Kulipe milioni 10 baba. Hivi hapo siku na watu wengine wamekaa wawili. Wale wanawake wawili? Eh. Nataka nikuagize. Kuna mmoja amevaa dera ni mweusi. Ndio. Nataka ukanihakikishie, je, yule ni mwanamke? Maana nina wasiwasi kidogo. Yule ni mwanamke bosi. Hebu nisikie. Njoo. Hivi hadi mimi ninakuagiza, wewe unahisi mimi nafikiria nini? Unajua nimewaza nini? Hivyo unavyokurupuka tu unakwenda unaenda kufanya nini? Kwa sababu hapa tu ninakuuliza swali, tayari ushaanza kukurupuka na kuondoka. Utaenda kujuaje sasa? Nisikilize. Tumia akili, jiongeze. Fanya kitu chochote ambacho unaamini unakiweza kukifanya ili uniletee jibu lililonyooka. Sawa bosi. Umenielewa? Fanya kwa kuagiza. Koma! Kumbe sio mwanamke. Wewe. Chani. Mbona umenifanyia? Umesikia? Ndio mbanga. Wewe usiende kusema huko bana. Njoo usiende kusema. Nipe 100,000 nisiende kusema. Nikupe 100,000. Eh. Twende ukachukua ofisini. Twende njoo.